Karibu sana kwenye simulizi nyingine yenye kusisimua na kujaa mafunzo kutoka kwenye chaneli yako pendwa ya Mwanga wa Maisha. Leo tunakuletea hadithi ya kusikitisha lakini yenye nguvu kuhusu maisha ya binti aliyeitwa Zuhura. Tangu utotoni mwake hadi alipokumbana na changamoto za ndoa, Zuhura alipitia mengi ambayo yangevunja moyo wa mtu yeyote. Katika simulizi hii, tutaona jinsi Zuhura anavyokabiliana na mateso kabla ya ndoa, furaha fupi aliyoipata, na kisha mtihani mwingine mgumu wa kukosa mtoto na kukataliwa na familia ya mumewe. Tutashuhudia safari yake ya upweke na mapambano baada ya kuachwa, hadi pale bahati ilipoanza kumwangazia tena. Lakini je, furaha hiyo itadumu? Na nini kitatokea pale mumewe wa zamani anapotafuta nafasi ya pili? Usikose sehemu yoyote ya hadithi hii yenye kusisimua. Hakikisha umesubscribe chaneli yetu ya Mwanga wa Maisha na ubonyeze alama ya kengele ili usipitwe na kila hadithi mpya tunayokuletea. Tukumbushane, simulizi hizi zimeandaliwa kwa ajili yako ili kukupa burudani na kukufundisha kupitia changamoto mbalimbali za maisha. Endelea kuwa nasi. Zuhura alizaliwa katika kijiji kidogo pembezoni mwa mji mkuu. Tangu utotoni mwake, maisha hayakuwa rahisi. Baba yake alikuwa mlevi na mtu wa hasira, mara nyingi akimnyanyasa yeye na mama yake kwa maneno makali na hata vipigo. Mama yake, Fatuma, alikuwa mwanamke mpole na mvumilivu, akifanya kazi ngumu shambani ili kuhakikisha wanapata chakula cha kujikimu. Zuhura alikulia katika mazingira ya hofu na huzuni. Hakuweza kamwe kuelewa ni kwa nini baba yake alikuwa mkali kiasi hicho. Alitamani sana upendo na ulinzi ambao watoto wengine walionekana kuupata kutoka kwa wazazi wao. Shuleni, alikuwa mtoto mkimya na mwenye haya, akijitahidi kuficha maumivu yake. Mateso nyumbani yaliongezeka kadri Zuhura alivyokuwa akibalehe. Baba yake alianza kumtazama kwa jicho tofauti, akitoa matamshi yasiyofaa ambayo yalimfanya ajisikie vibaya na kuchafuka. Mama yake alijaribu kumkinga, lakini nguvu za baba yake zilikuwa kubwa. Siku moja, baba yake alipanga kumwozesha Zuhura kwa mzee mmoja tajiri kijijini, ambaye alikuwa na umri mara mbili ya Zuhura. Lengo lake lilikuwa kupata mahari ili kujikimu na ulevi wake. Zuhura alilia na kumsihi mama yake amsaidie, lakini Fatuma alikuwa hana nguvu ya kupinga uamuzi wa mumewe. Zuhura alijikuta katika ndoa ambayo haikuwa na upendo wala furaha. Mzee huyo alikuwa mtu mkali na mwenye wivu, akimzuia Zuhura kutoka nje na kumfanya kama mtumwa. Aliishi kwa hofu kila siku, akitamani siku ambayo angekuwa huru. Miaka ilipita huku Zuhura akivumilia mateso. Alifanya kazi ngumu, akilea watoto ambao hakuwapenda kwa moyo wake wote, na akijaribu kujificha huzuni yake. Mama yake alifariki dunia, akiwa na huzuni moyoni kwa yale ambayo binti yake alikuwa akipitia. Hata hivyo, ndani ya moyo wa Zuhura kulikuwa na mwanga mdogo wa matumaini ambao haukuzimika kabisa. Alikuwa na ndoto ya siku moja kuwa huru na kupata mtu ambaye angemjali na kumpenda kwa dhati. Siku moja, kijijini kwao alifika kijana mmoja, mkulima mwenzake, jina lake Juma. Juma alikuwa kijana mpole, mcheshi na mwenye heshima. Alimwona Zuhura akifanya kazi kwa bidii na akaguswa na huzuni iliyokuwa machoni mwake. Juma alianza kumsaidia Zuhura kwa kazi zake na mara nyingi walipata nafasi ya kuzungumza. Zuhura alishtuka kupata mtu ambaye alimsikiliza kwa heshima na kumjali. Alianza kujisikia amani na furaha ambayo alikuwa hajawahi kuipata maishani mwake. Upendo ulianza kukua kati yao. Juma alifahamu kuhusu maisha magumu ya Zuhura na alimwahidi kuwa atakuwa naye bega kwa bega na kumlinda. Zuhura, kwa mara ya kwanza maishani mwake, aliamini kuwa anaweza kupata furaha. Walipanga kuondoka kijijini na kuanza maisha mapya pamoja. Ilikuwa hatari, lakini Zuhura alikuwa tayari kuchukua hatua hiyo ili kuepuka mateso yake. Usiku mmoja, walitoroka na kwenda kuishi katika mji mwingine mbali. Maisha hayakuwa rahisi mwanzoni. Walifanya kazi kwa bidii ili kujenga maisha yao. Juma alifanya kazi za sulubu na Zuhura alisaidia kwa kazi za nyumbani na biashara ndogo ndogo. Lakini walikuwa na kitu ambacho hawakuwa nacho hapo awali, mstari wa upendo na heshima. Baada ya miaka kadhaa, maisha yao yalianza kuwa mazuri. Walifanikiwa katika biashara yao na walikuwa na nyumba yao wenyewe. Walijaliana na kuheshimiana, na Zuhura alijua kuwa amepata furaha ambayo alikuwa ameitamani kwa muda mrefu. Zuhura hakuwahi kusahau mateso yake ya zamani, lakini hayakumfanya kuwa mtu mwenye uchungu. Badala yake, yalikuwa yamefanya aithamini zaidi furaha na upendo alionao sasa. Alijifunza kuwa baada ya kiza kinene, nuru inaweza kuja, na kwamba kila mtu anastahili kupata furaha maishani. Na hivyo, Zuhura aliishi maisha yenye amani na upendo pamoja na Juma, akishukuru kila siku kwa ukombozi alioupata na kwa mapenzi ya kweli ambayo yalikuwa yameponya majeraha yake ya zamani.
Miaka ilipita huku Zuhura na Juma wakiishi kwa furaha na upendo. Walifanya kazi kwa bidii na maisha yao yaliendelea vizuri. Lakini kulikuwa na pengo moja kubwa katika furaha yao. Hawakubahatika kupata mtoto. Mwanzoni hawakutilia maanani sana. Waliamini kuwa wakati ukifika Mungu angewabariki. Lakini kadri miaka ilivyozidi kwenda na majirani na marafiki zao wakiwazunguka na watoto, huzuni ilianza kuingia mioyoni mwao. Zuhura alihisi uchungu kila alipowaona wanawake wengine wakiwa na mimba au wakilea watoto wao. Alijiuliza ni kwa nini yeye amekataliwa baraka hiyo. Juma alijaribu kumfariji, akimwambia kuwa wana kila kitu kingine na kwamba upendo wao ndio mtoto wao. Lakini maneno hayo hayakuweza kabisa kuondoa huzuni moyoni mwa Zuhura. Hali ilizidi kuwa ngumu pale familia ya Juma ilipoanza kuingilia kati. Mama yake Juma na baadhi ya ndugu zake walimlaumu Zuhura kwa kukosa mtoto. Walisema kuwa mwanamke kamili ni yule anayezaa na kwamba huenda kuna laana au tatizo ndani yake. Maneno yao yalikuwa makali na yenye kuumiza. Walimdharau Zuhura na kumfanya ajisikie duni. Mara nyingi walimwambia Juma amtafute mwanamke mwingine ambaye angeweza kuwazalia wajukuu. Zuhura alivumilia kwa uchungu, akijaribu kutowapa nafasi ya kumkatisha tamaa. Juma, kwa upande wake, alisimama imara upande wa mkewe. Aliwapenda sana familia yake, lakini upendo wake kwa Zuhura ulikuwa mkuu zaidi. Aliwakataza kumsumbua Zuhura na aliwaeleza kuwa furaha yake iko na mkewe pekee, awe na watoto au la. Hata hivyo, shinikizo kutoka kwa familia ya Juma liliendelea. Walimfanyia Zuhura maneno ya kejeli na kumnyanyapaa katika mikusanyiko ya familia. Zuhura alijisikia mpweke na alitamani kujificha mbali na kila mtu. Wakati mwingine, alijaribu kujilaumu mwenyewe. Labda kweli kuna tatizo naye. Labda alikuwa amelaaniwa. Mawazo hayo yalimtesa usiku na mchana. Lakini kisha angemkumbuka Juma, upendo wake na uaminifu wake, na nguvu mpya ingemjia. Zuhura na Juma walizungumza sana kuhusu suala hilo. Walikubaliana kutokata tamaa na kuendelea kutafuta tiba na ushauri wa wataalamu. Walitembelea hospitali mbalimbali na kujaribu njia tofauti, lakini bado hawakufanikiwa. Katika kipindi hicho kigumu, upendo wao ulizidi kuimarika. Walitegemeana na kufarijiana. Juma alikuwa nguzo ya Zuhura na alimkumbusha kila mara kuwa thamani yake haipimwi kwa uwezo wake wa kuzaa. Zuhura alijifunza kumtegemea Juma zaidi na kujua kuwa alikuwa na mtu ambaye angemlinda na kumpenda bila kujali chochote. Siku moja, baada ya miaka mingi ya kusubiri, walipokea habari njema. Baada ya uchunguzi mwingine, daktari aligundua tatizo dogo ambalo linaweza kutatuliwa kwa matibabu. Kulikuwa na matumaini tena. Walifurahi sana na kuanza matibabu kwa matumaini tele. Familia ya Juma ilipoona kuwa kuna uwezekano wa kupata mjukuu, baadhi yao walianza kubadilika na kuwa na matumaini pia. Safari ya matibabu ilikuwa ndefu na yenye changamoto, lakini Zuhura na Juma walishikamana. Walipitia kila hatua pamoja, wakiungana kwa upendo na imani. Na hatimaye, baada ya miaka mingi ya kusubiri na mateso, Mungu aliwajalia baraka. Zuhura alipata ujauzito. Furaha yao haikuwa na kifani. Walishukuru na kuahidi kumpenda na kumtunza mtoto wao kwa moyo wote. Familia ya Juma, kwa sehemu kubwa, walifurahi sana kwa habari hizo. Wale ambao walikuwa wamemsodoa Zuhura, waliona aibu na wakaanza kumkaribisha kwa furaha. Zuhura alijifunza kuwa maisha yanaweza kuwa na mitihani mingi, lakini upendo wa kweli na uvumilivu vinaweza kushinda karibu kila kitu. Alijua kuwa thamani yake kama mwanamke haitegemei uwezo wake wa kuzaa, bali kwenye utu wake, upendo wake na nguvu yake ya kusimama imara licha ya changamoto. Na hivyo, Zuhura na Juma waliingia katika sura mpya ya maisha yao, wakiwa wazazi wenye furaha na upendo, wakishukuru kwa kila baraka waliopokea baada ya kupitia magumu mengi. Walijua kuwa mtoto wao alikuwa ushuhuda wa nguvu ya upendo wao na uvumilivu wao. Furaha ya Zuhura na Juma ilikuwa kamilifu walipomkaribisha mtoto wao wa kiume, waliyempa jina Imani. Alikuwa mtoto mchangamfu, mwenye tabasamu lililowasha nyumba yao. Zuhura alijitoa kwa ajili ya mwanawe, akimpa upendo na malezi bora kuliko aliyowahi kuyajua. Juma alikuwa baba mwenye furaha, akimshirikisha Zuhura kila hatua ya ukuaji wa imani. Kwa mwaka mmoja, nyumba yao ilijaa kicheko na furaha. Familia ya Juma, kwa kiasi kikubwa, walikuwa wamemkubali Zuhura kikamilifu, wakimpongeza kwa kumpa Juma mrithi. Lakini furaha hiyo ilikuwa ya muda mfupi. Siku moja, Imani alianza kuugua ghafla. Alikuwa na homa kali na alionekana dhaifu sana. Zuhura na Juma walimpeleka hospitali haraka, lakini licha ya jitihada za madaktari, hali ya Imani iliendelea kuwa mbaya. Baada ya siku chache za mateso, malaika mdogo Imani alifariki dunia. Msiba uliwakumba Zuhura na Juma kwa nguvu kubwa.
Dunia yao iligeuka giza. Huzuni ilikuwa nzito na isiyoelezeka. Zuhura alihisi kama moyo wake umevunjika vipande vipande. Alilia usiku na mchana, akimkumbuka mwanawe mpendwa. Juma pia alikuwa amevunjika moyo, lakini alijaribu kuwa imara kwa ajili ya Zuhura. Badala ya kumpa pole na kumfariji, familia ya Juma ilianza tena kumlaumu Zuhura. Walisema kuwa labda kuna kitu kibaya ndani yake, ndio maana hata mtoto aliyepata hakuweza kuishi. Maneno yao yalikuwa makali na hayakuwa na huruma. Walimnyanyapaa Zuhura na kumfanya ahisi kama yeye ndiye chanzo cha msiba huo. Umeleta laana katika familia yetu, baadhi yao walisema kwa hasira. Hata mtoto uliyepata amefariki, labda hukuumbwa kuwa mama. Zuhura aliumia sana, alikuwa tayari amepoteza mtoto wake, na sasa alikuwa anashutumiwa kwa msiba huo. Alijisikia mpweke na kukata tamaa. Juma alijaribu kuwatetea, lakini maneno yake hayakuonekana kuzaa matunda. Familia yake ilikuwa imejawa na hasira na imani potofu. Shinikizo kutoka kwa familia lilianza kumathiri hata Juma. Mara kwa mara, alionekana kuwa mnyonge na mwenye mawazo mengi. Zuhura alihisi kuwa anaanza kujitenga naye. Usiku, walilala kitanda kimoja, lakini mioyo yao ilionekana kuwa mbali sana. Maneno ya familia yake yalianza kumuingia Juma akilini. Labda kweli kuna tatizo na Zuhura. Labda alikuwa amelaaniwa. Mashaka yalianza kujitokeza moyoni mwake, yakichochewa na huzuni aliyokuwa nayo kwa kumpoteza mwanawe na shinikizo kutoka kwa ndugu zake. Mara moja, Juma angemwangalia Zuhura kwa jicho la mashaka, akijiuliza maswali ambayo hakuweza kuyatamka. Zuhura alihisi mabadiliko hayo na aliumia zaidi. Alijua kuwa msiba wa imani ulikuwa mtihani mkubwa kwa ndoa yao. Siku moja, mama yake Juma alifika nyumbani kwao akiwa ameandamana na ndugu zake wengine. Walikuwa na sura za hasira na walimdhihaki Zuhura kwa maneno makali. Walimtaka Juma amfukuze Zuhura na atafute mwanamke mwingine ambaye angeweza kuwazalia wajukuu. Juma alikuwa katika hali ngumu. Alimpenda sana Zuhura na alijua kuwa hakustahili mateso yote hayo. Lakini pia alikuwa anasumbuliwa na huzuni na mashaka yaliyokuwa yakichochewa na familia yake. Mama, Juma alisema kwa sauti ya chini, Zuhura siye wa kulaumiwa kwa kifo cha imani. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Usijitetee, mama yake alifoka. Mwanamke huyu amekuletea mikosi tu. Tangu umemwoa tumepoteza furaha. Sasa hata mjukuu wetu amefariki. Maneno hayo yalimpiga Zuhura kama mshale. Alihisi kama anazama kwenye bahari ya huzuni na kukata tamaa. Alimtazama Juma akitarajia ulinzi wake, lakini aliona tu sura iliyochanganyikiwa na mashaka. Juma, Zuhura aliita kwa sauti iliyokuwa ikitetemeka. Unaniamini? Juma alimtazama Zuhura machoni. Aliona huzuni yake, maumivu yake na upendo wake kwake. Lakini pia aliona kivuli cha mashaka kilichokuwa kimeanza kuingia moyoni mwake. Alishindwa kujibu mara moja. Ukosefu huo wa jibu ulikuwa kama pigo lingine kwa Zuhura. Alijua kuwa familia ya Juma ilikuwa inafanikiwa kumuingiza sumu ya mashaka mumewe. Alihisi kuwa peke yake tena, kama alivyokuwa kabla ya kukutana na Juma. Je, ndoa yao ingeweza kustahimili mtihani huu mwingine? Je, upendo wao ungekuwa na nguvu ya kutosha kukabiliana na huzuni na mashaka yaliyokuwa yakitishia kuwatenganisha? Zuhura alibaki amesimama pale, akisubiri jibu ambalo lingeweza kuamua hatima ya maisha yake tena. Maneno ya familia yake yalizidi kumsumbua Juma. Ingawa alimpenda sana Zuhura na alijua hakuwa na hatia kwa kifo cha imani, mashaka yalianza kumtawala. Alihisi shinikizo kubwa kutoka kwa mama yake na ndugu zake, ambao walimfanya ajisikie kama amefanya makosa kumuoa Zuhura. Hakuweza kumtazama Zuhura machoni kwa muda mrefu. Aliona huzuni yake, lakini pia alihisi aibu kwa kutokuwa na nguvu ya kuwalinda dhidi ya familia yake. Badala ya kukabiliana na familia yake, Juma alichagua njia ambayo ilimuumiza Zuhura zaidi. Siku moja, Juma alimwambia Zuhura kuwa anahitaji muda wa kutafakari. Alisema kuwa msiba wa imani umemwathiri sana na anahitaji nafasi ya kuwa peke yake. Zuhura aliumia, lakini alielewa. Alimpa nafasi aliyoiomba, akiamini kuwa angerudi akiwa imara zaidi. Badala yake, Juma alifanya jambo ambalo lingemvunja moyo Zuhura kabisa. Akiwa ameshawishiwa na familia yake na labda akitafuta faraja nyingine baada ya kumpoteza imani, Juma alioa mwanamke mwingine kwa siri. Zuhura alipogundua ukweli, dunia yake ilisimama. Alihisi kama amesalitiwa na mtu pekee ambaye aliamini angemlinda milele. Uchungu ulikuwa mkali kuliko mateso yote aliyowahi kuyapitia. Sio tu alikuwa amempoteza mwanawe, bali sasa alikuwa amempoteza na mumewe. Na kama bahati mbaya haitoshi, muda mfupi baada ya Juma kumuoa mwanamke huyo mwingine, mwanamke huyo alipata ujauzito.
Habari hizo zilienea haraka katika familia ya Juma na walitumia kama ushahidi wa kile walichokuwa wakimwambia Juma siku zote. Unaona sasa, walimwambia Juma kwa furaha isiyo na haya. Tulikuambia, Zuhura ndiye aliyekuwa na tatizo. Huyu mwanamke mwingine amekupa mtoto mara moja. Sasa unajua umefanya uamuzi sahihi. Shinikizo kwa Juma liliongezeka maradufu. Familia yake ilimtaka kumfukuza Zuhura kabisa. Walisema kuwa hakuwa na nafasi tena katika maisha yake na kwamba uwepo wake ulikuwa ukimkumbusha msiba na laana walioamini alikuwa nayo. Juma, akiwa amezidiwa na huzuni, aibu na shinikizo kutoka kwa familia yake, alifanya uamuzi ambao angemjuta maisha yake yote. Alikubali matakwa ya familia yake. Siku moja, alimwambia Zuhura kwa sauti baridi na isiyo na hisia kuwa anapaswa kuondoka. Alisema kuwa hawawezi kuendelea kuwa pamoja na kwamba ni bora kwao wote waendelee na maisha yao. Alimdanganya kuwa hampendi tena na kwamba amempata mtu mwingine ambaye anaweza kumpa furaha na watoto. Zuhura alimwangalia kwa machozi machoni. Hakuweza kuamini kile alichokuwa akisikia. Alimkumbusha upendo wao, ahadi zao na yote waliopitia pamoja. Lakini Juma alikuwa amejifunga masikio na moyo. Kwa uchungu mkuu, Zuhura alikusanya vitu vyake vichache. Aliondoka katika nyumba ambayo walikuwa wameijenga kwa upendo, nyumba ambayo sasa ilikuwa imejawa na usaliti na ukatili. Alitembea bila kujua anakwenda wapi, akiwa ameachwa tena peke yake na dunia ambayo ilionekana kuwa inampenda sana kumtesa. Familia ya Juma walishangilia ushindi wao. Waliamini kuwa wamemwondoa mkosi katika maisha ya mwanao. Hawakujali maumivu waliomsababishia Zuhura wala aibu ambayo Juma angekuja kuipata. Juma alibaki katika nyumba yake mpya na mke wake mwingine, lakini moyo wake haukuwa na amani. Alijua kuwa amefanya kosa kubwa kwa kumwacha Zuhura. Alijua kuwa amemsaliti mwanamke ambaye alimpenda kwa dhati na ambaye alikuwa amesimama naye katika nyakati ngumu zaidi. Zuhura alijikuta tena katika ulimwengu wa upweke na mateso. Alikuwa amepoteza kila kitu tena, lakini ndani yake kulikuwa na kitu ambacho hakikuvunjika kabisa, roho yake. Alikuwa amepitia mengi sana na kila jaribu lilikuwa limemfundisha kuwa na nguvu. Hata katika giza hili jipya, alikataa kuzima kabisa matumaini. Alijua kuwa lazima kuwe na mwanga mahali fulani na alikuwa tayari kuutafuta hata kama ingemchukua muda mrefu kiasi gani. Baada ya kuondoka katika nyumba aliyokuwa amejenga na Juma, Zuhura alijikuta tena katika hali ya kutokuwa na mahali pa kwenda. Usiku ulikuwa umefika na alitembea bila mwelekeo, akibubujikwa na machozi. Moyo wake ulikuwa umejaa uchungu na masikitiko. Alijisikia ameachwa na kila mtu, dunia nzima ikiwa imemgeuka. Hatimaye alifika katika mtaa duni ambako alipata chumba kidogo cha kupanga kwa bei nafuu. Kilikuwa kichafu na kidogo, lakini kwake kilikuwa ni hifadhi baada ya kukosa pa kukaa. Siku zake zilianza kwa kutafuta kazi ili kujikimu. Alifanya kazi za sulubu za vibarua, kuosha vyombo kwenye migahawa midogo, kufua nguo za watu na kazi nyingine yoyote ambayo angeweza kupata. Maisha yalikuwa magumu sana. Alilala njaa mara nyingi na alikosa mavazi ya kutosha kujikinga na baridi. Alikumbana na unyanyasaji na dharau kutoka kwa baadhi ya watu waliomjua historia yake au walioona hali yake duni. Lakini alivumilia, akishikilia tumaini dogo lilokuwa bado linawaka ndani yake. Upweke ulikuwa adui yake mkubwa. Alikosa mazungumzo ya upendo na faraja aliyokuwa akipata kutoka kwa Juma, hata kama mwisho wake ulikuwa chungu. Alikumbuka nyakati zao nzuri, kicheko cha imani, na alijikuta akilia peke yake usiku. Mara kwa mara, habari zilimfikia kuhusu maisha ya Juma. Alisikia kuwa mke wake alikuwa karibu kujifungua na kwamba familia yake ilikuwa na furaha tele. Habari hizo zilichoma moyo wa Zuhura kama moto, zikimkumbusha kile alichokuwa amepoteza. Lakini pamoja na maumivu yote, Zuhura alikataa kujawa na chuki au kisasi. Aliamini kuwa kila mtu atavuna alichopanda. Badala yake, alijikita katika kujijenga upya. Alianza kujifunza ujuzi mwingi, kama vile ushonaji na ufumaji, akitumaini kuwa ujuzi huo ungempa fursa bora za kujikimu. Alikutana na wanawake wengine waliokuwa katika hali sawa na yake, na walifarijiana na kusaidiana. Walishirikishana hadithi zao za maumivu na matumaini, na katika umoja wao, Zuhura alipata nguvu mpya. Aligundua kuwa hakuwa peke yake katika mateso yake. Miaka ilipita huku Zuhura akipambana na maisha. Alifanya kazi kwa bidii, aliweka akiba kidogo kidogo, na hatimaye aliweza kufungua kibanda kidogo cha kushona nguo. Biashara yake ilianza kukua taratibu, na kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, Zuhura alianza kujisikia na matumaini. Alikuwa amejifunza kuwa maisha yanaweza kuwa magumu sana, lakini nguvu ya ndani ya mwanadamu ni kubwa zaidi. Alikuwa amepitia mengi, lakini hakuwa ameruhusu mateso kumshinda. Alikuwa amesimama tena, akiwa imara na mwenye kujitegemea.
Ingawa alikuwa bado anakumbuka yaliyopita na maumivu yalikuwa bado yapo, Zuhura alikataa kuishi katika huzuni. Alichagua kuangalia mbele, akitumaini kuwa siku moja angepata amani na furaha ambayo alikuwa amekosa kwa muda mrefu. Alijua kuwa safari yake ilikuwa bado haijaisha, na alikuwa tayari kukabiliana na chochote ambacho maisha yangemletea. Alikuwa amejifunza kuwa yeye ni zaidi ya mateso yake, na kwamba alistahili furaha hata baada ya kupitia machungu mengi. Maisha ya Juma bila Zuhura hayakuwa na amani kama alivyotarajia. Ingawa alikuwa na mke mwingine na alitarajia kupata mtoto, furaha haikumjaa moyoni. Alikumbuka mara kwa mara upendo na uaminifu wa Zuhura, na alijuta uamuzi wake wa kumwacha. Huzuni yake iliongezeka pale mkewe alipojifungua mtoto ambaye alifariki dunia muda mfupi baada ya kuzaliwa. Msiba huo uliikumba familia ya Juma, lakini badala ya kumpa pole, wazazi wake walimwambia kwa baridi, "Hii ni mipango ya Mungu. Usishangae, labda kuna sababu zake." Maneno yao hayakumfariji Juma, bali yalimwacha na hisia ya upweke na hatia. Wakati huo, Juma hakuwa na habari yoyote kuhusu Zuhura. Alijiuliza mara nyingi alikuwa wapi, kama alikuwa salama, na kama alikuwa amemsamehe kwa usaliti wake. Lakini kiburi chake na hofu ya kukubali kosa vilimzuia kumtafuta. Baada ya muda, mke wake alipata ujauzito tena. Familia ya Juma walifurahi sana, wakiamini kuwa wakati huu mambo yangekuwa sawa. Lakini bahati haikuwa upande wao. Mimba iliharibika na mtoto akafia tumboni. Msiba huu ulikuwa pigo kubwa kwa Juma na mkewe. Matatizo yalianza kumwandama Juma moja baada ya jingine. Biashara yake ilianza kuyumba, akapata hasara kubwa. Afya yake ilianza kudhoofika, akisumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara. Nyumbani kwake kulijaa huzuni na malalamiko. Wazazi wake walibaki na msimamo wao wa kumlaumu Zuhura kwa kila kitu kibaya kilichokuwa kinamtokea. Walisema kuwa laana yake ilikuwa bado inamfuata. Lakini hata wao walianza kukosa la kusema pale misiba ilipozidi kumwandama Juma bila kikomo. Waliona uchungu na kukata tamaa kwa mwanao, lakini chuki yao kwa Zuhura ilikuwa bado haijafifia kabisa. Juma alijikuta katika hali ya kukata tamaa. Alimpoteza mwanae mara mbili, biashara yake ilikuwa inaanguka na afya yake ilikuwa mbaya. Alianza kujiuliza kama kweli kulikuwa na laana iliyokuwa inamfuata. Alianza kukumbuka maneno ya Zuhura, upendo wake safi, na jinsi alivyokuwa akimsihi amwamini. Polepole, ukweli ulianza kumwingia akilini. Labda wazazi wake walikuwa wamekosea. Labda Zuhura hakuwa na hatia. Labda yeye ndiye aliyefanya makosa kwa kumsikiliza familia yake na kumsaliti mwanamke ambaye alimpenda kwa dhati. Majuto yalimzidi. Alitamani kujua aliko Zuhura, kumwomba msamaha na kumwambia ukweli kuhusu jinsi alivyokuwa akiteseka bila yeye. Lakini hakujua aliko, na hofu ya kukataliwa ilimzuia kumtafuta. Juma alibaki katika nyumba yake, akizungukwa na huzuni na majuto. Mke wake alikuwa naye, lakini uhusiano wao ulikuwa umejaa msiba na lawama. Familia yake walikuwa karibu, lakini maneno yao hayakuwa na faraja tena. Alikuwa amejitenga na kila mtu, akibeba mzigo wa maamuzi yake mabaya. Huku akitaabika, Juma alianza kutambua thamani ya Zuhura na upendo wake. Alianza kuona jinsi alivyokuwa kipofu kwa ushauri mbaya wa familia yake. Alitamani angerudisha wakati nyuma na kufanya uamuzi tofauti. Lakini sasa, alikuwa amebaki na majuto na ukimya, akijiuliza kama angepata nafasi nyingine ya kusahihisha makosa yake. Baada ya muda mrefu wa mateso na majuto, Juma alifikia uamuzi mgumu. Alijua alikuwa amefanya makosa makubwa kwa kumwacha Zuhura, na alihisi kuwa ni lazima amtafute na kumwomba msamaha. Alitambua kuwa furaha yake ya kweli ilikuwa na Zuhura, na alikuwa tayari kufanya chochote ili kumrudisha katika maisha yake. Alianza kwa kuulizia habari zake kwa watu waliokuwa wanamjua zamani. Ilikuwa kazi ngumu kwa sababu Zuhura alikuwa ameondoka bila kuwaaga watu wengi. Lakini Juma hakukata tamaa. Alizunguka mji akiuliza kila aliyefikiriwa kuwa anaweza kuwa na taarifa zake. Baada ya wiki kadhaa za kutafuta bila mafanikio, hatimaye alipata habari kutoka kwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa amewahi kufanya kazi na Zuhura. Alimweleza Juma kuwa Zuhura alikuwa anaishi katika mtaa mwingine na alikuwa na biashara yake ya kushona nguo. Moyo wa Juma uliruka kwa furaha na wasiwasi. Alifunga safari haraka kuelekea mtaa huo na kuanza kumtafuta Zuhura. Alitembea kwa muda mrefu, akiulizia kila duka na kila nyumba. Hatimaye, aliona kibanda kidogo chenye jina Zuhura Fashions. Alisimama kwa muda, akishika pumzi, kabla ya kuingia ndani. Alimkuta Zuhura akishona kwa bidii. Alionekana mwenye afya na nguvu, lakini kulikuwa na huzuni fulani machoni mwake ambayo Juma aliweza kuiona. Zuhura alishtuka kumwona Juma amesimama mbele yake. Uso wake ulionyesha mchanganyiko wa mshangao, huzuni na hasira. "Zuhura," Juma alisema kwa sauti ya chini,
nimekuja kukuomba msamaha." Zuhura aliweka kazi yake chini na kumtazama Juma kwa ukimya. Machozi yalianza kumtoka. "Umekuja kufanya nini, Juma?" aliuliza kwa sauti iliyojaa uchungu. Juma alimweleza jinsi alivyokuwa akiteseka bila yeye, jinsi alivyokuwa amejuta uamuzi wake wa kumwacha, na jinsi alivyokuwa akitamani wangerudiana. Alikiri kuwa alikuwa amekosea kumsikiliza familia yake, na kwamba sasa alikuwa anaona ukweli. Zuhura alimsikiliza kwa makini, lakini uso wake ulibaki mgumu. Alikuwa amepitia mengi sana tangu walipoachana. Alikuwa amejijenga upya, na alikuwa amepata amani ambayo alikuwa ameikosa kwa muda mrefu. "Juma," Zuhura alisema mwishowe, "ninaheshimu ujasiri wako wa kuja kunitafuta, na nimekuelewa unachosema, lakini siwezi kurudi tena." Juma alishtuka. "Kwa nini Zuhura? Bado nakupenda. Tunaweza kuanza upya." Zuhura alitikisa kichwa kwa huzuni. "Hapana Juma, siwezi. Nimejifunza mengi tangu niondoke. Nimejifunza kujitegemea na kujua thamani yangu. Na nimepata mtu mwingine." Maneno hayo yalimpiga Juma kama radi. "Mtu mwingine?" aliuliza kwa mshangao na maumivu. "Ndiyo, Juma," Zuhura alijibu kwa utulivu. "Nimepata mtu ambaye ananipenda kwa dhati, ambaye ananiheshimu na ambaye hawezi kuyumbishwa na maneno ya familia yake. Ni mtu ambaye ananiona mimi kwa ajili ya mimi, sio kwa ajili ya uwezo wangu wa kuzaa." Alieleza kuwa mtu huyo alikuwa amekuwa naye katika kipindi kigumu baada ya kuondoka kwake. Alikuwa amemsaidia kujenga biashara yake, na alikuwa amempa upendo na ulinzi ambao alikuwa amekosa kwa muda mrefu. "Na hata kama ningekubali kurudi kwako, Juma," Zuhura aliendelea, "fikiria, tukirudiana na bahati mbaya nikapata mtoto na akafariki tena, wazazi wako watasema nini? Wataanza tena kunilaumu. Siwezi kuishi kwa hofu hiyo tena. Nimechagua amani yangu." Juma alibaki amesimama pale, akishindwa kusema chochote. Aliona ukweli katika maneno ya Zuhura. Alikuwa amemfanya apitie mengi sana, na alikuwa amepata mtu ambaye alimstahili zaidi. Alihisi huzuni kubwa na majuto, lakini pia alitambua kuwa alipaswa kuheshimu uamuzi wa Zuhura. "Nimeelewa Zuhura," Juma alisema mwishowe kwa sauti iliyonyong'onyea, "na kutakia kila la heri." Aligeuka na kuondoka, akiwa ameachwa na ukweli unaouma. Alikuwa amempoteza Zuhura milele, sio tu kwa sababu ya usaliti wake, bali pia kwa sababu Zuhura alikuwa amepata nguvu ya kusimama mwenyewe na kuchagua furaha yake. Juma alirudi nyumbani kwake akiwa amejawa na majuto na kutambua kuwa wakati mwingine nafasi ya pili haiji. Baada ya kukutana na Zuhura na kusikia uamuzi wake, Juma alirudi nyumbani akiwa amevunjika moyo, lakini pia akiwa na ufahamu mpya. Alitambua kuwa wazazi wake walikuwa wamemshawishi kufanya makosa makubwa ambayo yalikuwa yamemgharimu furaha yake na kumuumiza Zuhura sana. Alikaa nao na kuwaeleza kwa uwazi jinsi walivyochangia maamuzi yake mabaya. Alisema kuwa shinikizo lao na chuki yao isiyo na msingi kwa Zuhura ndio vilimfanya amsaliti na kumwacha mwanamke ambaye alimpenda kwa dhati. "Nyinyi ndio mmenifanya nishindwe kuendelea na maisha," Juma alisema kwa sauti iliyojaa uchungu. "Mlinishawishi nimfukuze Zuhura, na sasa nimebaki peke yangu na majuto. Mwanamke niliyemuoa hakunipa furaha, na nimepoteza mwanamke ambaye alikuwa kila kitu kwangu." Kisha alifanya jambo ambalo wazazi wake hawakutarajia. Aliwaambia kuwa wanapaswa kwenda kwa Zuhura na kumwomba msamaha kwa yote waliomfanyia. Alisema kuwa labda msamaha wake ungeweza kuleta amani katika mioyo yao, na labda hata yeye mwenyewe angepata nafuu. Wazazi wa Juma walishtuka kusikia maneno hayo. Walikuwa wamezoea kumuona Juma akiwasikiliza na kuwatii, lakini sasa waliona mwanao amebadilika. Waliona majuto na huzuni yake, na kwa mara ya kwanza labda walianza kutafakari matendo yao. Baada ya muda wa kutafakari, walikubali kwenda kumtafuta Zuhura. Walimkuta katika duka lake la kushona. Walisimama mbele yake wakiwa wameinama, wakiomba msamaha kwa magoti. Walikiri makosa yao na kueleza jinsi walivyokuwa wamejaa chuki isiyo na msingi. Zuhura aliwasikiliza kwa mshangao. Hakuwahi kufikiria kuwa siku moja wangefika hatua ya kumwomba msamaha. Aliona unyenyekevu wao na aligundua kuwa labda walikuwa wamejifunza kutokana na makosa yao. "Nimesamehe," Zuhura alisema mwishowe kwa sauti ya upole, "lakini msamaha wangu haimaanishi kuwa mambo yanaweza kurudi kama zamani." Kisha aliwauliza swali ambalo liliwafanya wazidi kuwa na aibu. "Je, na yule mwanamke aliyemuoa mwana wenu, mtamfukuza? Na mimi, huyu mchumba wangu nimuache?" Wazazi wa Juma walibaki kimya. Walitambua kuwa walikuwa wamemweka Juma katika hali ngumu. Walikuwa wamemsukuma kufanya maamuzi ambayo yalikuwa yamemuumiza yeye na Zuhura. "Hatuwezi kukwambia umuache mchumba wako, Zuhura," mama yake Juma alisema kwa sauti ya chini. "Ni uamuzi wako."
tunachoomba ni msamaha wako kwa yote tuliyokufanyia. Zuhura aliwatazama kwa muda. Aliona majuto ya kweli machoni mwao. Alikuwa amewasamehe kwa ajili yake mwenyewe, ili aweze kuendelea na maisha yake bila kubeba mzigo wa chuki. Nimesema nimesamehe, Zuhura alirudia. Lakini maisha yangu sasa ni tofauti. Nina mtu ambaye ananipenda na kuniheshimu. Nimepata furaha yangu. Wazazi wa Juma walielewa. Walimshukuru Zuhura kwa msamaha wake na kuondoka wakiwa na huzuni, lakini pia na matumaini kuwa labda siku moja wangejenga uhusiano mzuri naye tena. Juma alipopata habari kuhusu ziara ya wazazi wake kwa Zuhura na majibu yake, alihisi mchanganyiko wa hisia. Alifurahi kuwa Zuhura alikuwa amewasamehe, lakini pia alihuzunika kujua kuwa nafasi yake ya kurudiana naye ilikuwa imepotea kabisa. Hata hivyo, alikubali uamuzi wa Zuhura. Alijua kuwa alistahili furaha na mtu ambaye angemthamini kwa dhati. Aliamua kujikita katika kujenga maisha yake upya, akijifunza kutokana na makosa yake na akitumaini kuwa siku moja angepata amani. Na hivyo, Zuhura aliendelea na maisha yake na mchumba wake, akifurahia upendo na heshima aliyokuwa akipokea. Juma alibaki na majuto na kumbukumbu, akitumaini kuwa angeweza kujifunza kusamehe mwenyewe na kupata furaha katika maisha yake mapya. Safari yao ilikuwa imechukua mkondo tofauti, lakini wote walikuwa wamejifunza somo muhimu kuhusu upendo, msamaha na umuhimu wa kusimamia kile unachoamini. Siku ziliendelea kukatika. Zuhura alikuwa akijiandaa kwa harusi yake na mchumba wake, akifurahia mapenzi ya kweli na uhakika aliyokuwa akipokea. Maisha yake yalikuwa yamejaa matumaini na furaha. Kwa upande mwingine, maisha ya Juma yalikuwa yamejaa huzuni na majuto. Yeye na mkewe walifanikiwa kupata mtoto mwingine, lakini kwa bahati mbaya, naye alifariki dunia baada ya miezi michache tu. Msiba huu ulimvunja moyo kabisa. Alihisi kama amelaaniwa na kwamba furaha ilikuwa imemkimbia milele. Siku moja, alisikia habari za harusi ya Zuhura. Alisikia tarehe na alishindwa kuamini. Zuhura, mwanamke aliyempenda kwa dhati na kumwacha kwa ujinga wake, alikuwa anaolewa. Ilionekana kama ndoto mbaya. Siku ya harusi ilipofika, Juma alijikuta akiwa amezidiwa na huzuni na kukata tamaa. Alijua kuwa Zuhura alikuwa anaanzisha maisha mapya na mtu mwingine, maisha ambayo yeye alikuwa amepoteza nafasi ya kuwa sehemu yake. Aliona kuwa matatizo yake hayapungui na alihisi kuwa amefika mwisho wa nguvu zake. Akiwa amejawa na mawazo meusi na akishindwa kustahimili maumivu, Juma alichukua uamuzi wa kujinyonga. Maisha yake yakaishia kwa msiba, akiacha nyuma huzuni na maswali mengi. Mwisho, je, Zuhura alikuwa sawa kutokubali kurudiana na Juma, au alikuwa hayupo sawa? Tafadhali acha maoni yako kuhusu swali hili kwenye channel yangu ya YouTube Mwanga wa Maisha. Usisahau kulike video hii na kusubscribe kwa simulizi zingine zenye mafunzo na kusisimua. Ndugu zangu wapendwa, asanteni sana kwa kutenga muda wenu na kutazama simulizi ya Zuhura na Juma. Ni matumaini yangu kuwa hadithi hii imewagusa kwa namna moja au nyingine na labda hata kuacha funzo muhimu mioyoni mwenu. Tunathamini sana ushiriki wenu kwa kutazama, kulike na kuacha maoni yenu. Maoni yenu ndiyo yanayotupa nguvu ya kuendelea kuwaletea simulizi nyingine zenye kusisimua na zenye mafunzo. Kama umeguswa na hadithi hii na ungependa kuendelea kupokea simulizi kama hizi, basi usisahau kusubscribe channel yetu ya Mwanga wa Maisha na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na video zetu zijazo. Endeleeni kuwa nasi katika Mwanga wa Maisha, mahali ambapo simulizi huleta mwanga katika maisha yetu. Asanteni tena kwa kuwa sehemu ya familia yetu.